Today I'm here with my guy called Paul Fitz. Yes. From Mirere. Paul. Yes. Mirere inasemaje? Mirere kule ni hali tu ya vijana wanatulia, wanasema pale mtaani pesa hakuna. Na hiyo ndio kitu yenyewe inasumbua vijana wengi sasa. Yes. Uko Mirere sasa pesa hakuna. Wanalia pesa hakuna bwana. Hali ya mafuta imepanda huko Mirere. Huko sasa huko ndio mafuta imepanda sana. Huko maisha huko ndio tu maisha ni kama kawaida, lakini vijana wanalia sana. Ndio. Sasa leo nimekuita hapa. Yes. Uongee na youth wetu, vijana wetu hawa, waimize hapa na pale maneno, kuna maneno yanawakumba by the way. Sasa tunaanza na mambo na siasa. Yes. Una advice aje vijana Paul? Una advice aje vijana? Ukisikia kijana anapigana juu ya siasa nini, wewe una advice aje? Mimi tuseme tu kama kijana, ninaweza ambia vijana wenzangu, hata hichi nategemea ni age gani, lakini tunaambia mtu sana vijana ndio wanatumika sana. Umejua ukiangalia katika kwenye siasa, vijana wengi hao wanapenda kutumika sana. Umejua unaweza pata pesa kidogo kama hata 100, 200. Na huko unaenda unapigana na mwenye unapigania ni yeye, yani mtu mwenye anafanya already unapigana. Yeye already anaenda anakaa na ule kiongozi mwingine, wanakunywa chai, wanafurahia. Kila kitu inakuwa hivyo. Kila kitu inakuwa iko sawa, yani hao wanafurahia maisha by the way. Lakini sisi vijana huku chini ndio wote tunauana. Kwa sababu wewe sasa utanipiga mimi leo, utaniumiza. Kesho inakuja inapatikana wa Paul ameshafariki kwa sababu ya siasa. Mimi kinizaambia tu vijana wasitumike. Wape example. Wape example watu wenye walitumika. Leo hii walikufa. Ndio. Waambie kuhusu siasa zile enzi zenu Paul. Kwa sababu kenye mimi naweza fikiria sana, kosa yenye huwa inafanyika sana siku hizi na vijana wetu hawa, ama ndugu zangu. Tuseme tu, acha niseme ndugu zangu. Tunapenda sana pesa na tuwezi penda sana kujua maisha yetu inaendaje. Umejua ukipenda pesa sana kuliko maisha yako pia, yani unajipata tu hadi katika kwenye kifo. Unaweza jipata umeua mwenzako, kesho unapelekwa polisi, kesho unahangaishwa kwa sababu tu ya siasa. Mimi naweza sema tu, kama unajua ni kijana, wacha mambo ya siasa, fanya shughuli zako zingine, lakini mambo ya siasa ufanyaje? Wachana nayo. Siasa wenyewe inaendana na wanasiasa wenyewe. Maanake hata wale wenyewe wakipigana, hao wenyewe wako sawa. Hao wenyewe waacha wapigane huko juu, lakini sisi wenyewe tuko chini, tuache mambo ya vita na sisi tupendane kama vijana na tujue tunafanya kitu gani. Mimi nafikiria hapo vijana maybe wanaweza saidika. Lakini wewe ukiona kiongozi fulani anakuja na 50 anakupatia, na unapiga ndugu yako, unamuumiza ama unamuua. Sasa hiyo wewe unaangalia kama wanachenzi sasa hivi wanafanya. Juzi sio walikuwa wanaandamana hizi mambo za wenye vijana walifariki. Sasa ukiangalia kitu kama hiyo ni picha aina gani hiyo? Sasa hiyo kitu by the way huwa inaumiza vijana wengi sana. Sasa Mr. Paul. Yes. Ningependa kuuliza. Ndio. Decision. My question is about decision making. Wewe ukiona mwanasiasa, utafuata ile hela anayo ama utafuata agenda anazo? Mimi kama ni sasa upande wangu, mimi naweza fuata agenda kupitia nijue kiongozi ananiambia kuuziana kitu gani, atanisaidia upande gani. Sisi fuata mambo ya pesa. Pesa ndio inatuua mara nyingi. Na hiyo sitafuata mambo ya pesa. Yes. Sasa wewe una support leo usipewe 50 ndio kuharibu maisha yako. Ndio. Fuata agenda. Mimi nasema kama mimi ni kijana fulani niko hivi, angalau niangalie sera ya kiongozi mwenye already najua ataniongoza. Ukiangalia hii maisha ya nyuma yenye tulikuwa kwa maisha mazuri sana. Lakini sasa hii unaangalia step ambavyo tunaelekea tukienda, mambo kila kitu inaenda kichange. Unaona? Yaani maisha imekuwa ngumu zaidi kuliko maisha yenye ambayo tulikuwa tunafikiria. Juu tunafuata pesa, hatufati uongozi yenye inastahili. Hiyo ndio shida yenye inatuumiza sasa hii. Mimi kama kijana tasema tu usifuate pesa za mtu. Fuata kinyo mtu already anakuambia, na ukuje uangalie kweli huyu mtu anatosha ama atoshi. Hivyo ndio unaweza ukasaidika. Yes. Okay, question 2 ndio is about advising our girls. Kwa magirls, wasichana wetu. Kenye tena kuna shida sasa imejitokeza mara nyingi sana. Wale maboys wanalia. Na ukiona boys analia, unajua analia kwa
kitu yenye ambayo huwa inamtendekea mara nyingi. Vijana sasa mimi wengi wananiambia Paul, utatupatia advice aina gani? Kwa sababu kitu ya kwanza, sasa ukipatana na msichana umependana naye, si ndio? Baada ya muda tu kama siku 2 3 anaanza kuomba pesa. Na unajua station ya sasa pesa inakuwa ni vigumu. Alafu ukimaliza hapo mnakaa tu naye kitu kama siku ngapi hivi, kitu kama hata wiki moja itaisha. Mnaanza kukosana. Already hapo mkianza hatua ya kukosana, mnajua mko enzi ya kwenda kuachana. Na ndio mmependana tu kwa siku 2 3, unaona? Hivi ndio vijana wengi sawa na leo wanasema wasichana wasikizo watabiriki. Yaani wanatamani sana maybe kuweza kuoa ama wanatamani sana waweze kuwa rafiki, lakini imeshindikana. Sasa hiyo ndio kitu yenye vijana wetu sasa wanalia sana. Wamenipatia baadaye hiyo habari, kila wakati huwa ninaambiwa Paul, tutasaidianaje kama vijana, angalau maybe wasichana maybe waweze kutoelewa kama wanaume ama kama boys, ndio tuweze kusaidiana kwa maisha. Mimi nikasema nitakuja tujaribu kuongea na wasichana. Watulize roho, waache kitu kama tamaa. Unajua tamaa ndiyo inamaliza watu wengi sana sasa hivi. Hao wakipenda pesa, sisi wengine tutatoa wapi? Na ndio maisha sasa hivi tu. Ni hivyo. Okay. Yes. Na boys side ya boys, usi advice side moja. Ndio. Hata upande wa boys mimi ndasema ukiwa umependa mtu, mpenda kwa moyo wako wote. Usikuje tu kuona maybe usuri wake, maybe utamani kumtumia bure, hapana. Ukiona wewe kama ni boys kabisa, unajua wewe ni msichana wa mtu, mpende, waje kumchezea. Lakini kama unaona unatamani maybe unaweza ukamchezea, tafadhali wachana mtoto wa mtu kwa roho safi, ujikalie, utapata wa kwako, na kama itashindikana pia itakuwa ndio hivyo. Hiyo mimi naweza ambia tu maboys, tafadhali kama unajua msichana ni mzuri, kana msichana mtu ujue utamsaidiaje, lakini usiseme unataka kumchezea tena kisha umwache. Hapana, hiyo kitu sio kitu mzuri. Hiyo ndio mimi nazaambia vijana pia. Okay. Ndio. The next question. Yes. Ninakuja kwa politics. Ndio. Sasa hizi tunasema president 1 term or 2 term. Ask question. Hiyo kesi ni ngumu kidogo kwa sababu sasa wakisema president maybe 1 term ama 2 term, hiyo kitu ni ngumu. Juu unaweza sema 1 term, lakini unajua hiyo 1 term yenye unasema hata hautaweza. Juu president mwenye already yako, na mimi naweza ambia tu hata vijana wakisikia president mwenye yako ndio baada atarudi kwa kiti. Na hata ukisema 1 term 2 term, jua yote ni kasiburi nye itakuwa mimi umesema ni 2 term. Mimi naona tu ni 2 term. Okay. Juu hata nikisema 1 term, ninaona tu bado nitakuwa najipotezea wakati bure. Hata saa hii ukisema unachagua kiongozi mwingine na ule mwenye aka hapo, utampeleka pale gani? Na hiyo ndio shida yenyewe inatusumbua. Sasa ukisema 2 term ama 1 term, kiongozi mwenyewe anajulikana ni nani? Sasa hapo ndio shida mahali penye iko. Sasa haso kwa MCA tunasema 1 term or 2 term. Umejua, acha nikwambie kitu moja yenye watu waelewi. Mwenye wako kwa serikali already, au hata ukisema 1 term inakataliwa kwa sababu mwenye wako kwa serikali already, hiyo utasema tu ni 2 term kwa sababu hiyo kutolewa hapo ndio kazi itakuwa ni ngumu. Hata utapiga kura yako ukose kupiga, lakini already ni mtu wa 2 term. Hiyo imesekana hivyo. Ndio. Vijana, I hope mmesikiza kitu Paul amesema. Mimi 2 term. Upinge ukatae. And usikubali kutumiwa vibaya. Leo utaharass mtu mwingine na huyo mtu ndiye atakuja about. Leo kijana, usikubali kutumika vibaya. Kwa nini niseme usitumike vibaya? Kwa maana unaweza dharau huyu kiongozi, na huyu kiongozi mwenye umedharau ndiye atakuwa kiongozi wako kesho. So let us maintain respect. Ndio, unajua umeshasema. Sasa nataka usupport hiyo point nimesema Paul. Ndio. Nimesema saa hizi tuko na around 7 ndio people. Yes. Aspirants wenye wanadai MCA. Ndio. Na wewe uanze kutupa maneno, unatupa maneno. Baada ya kupata shida, huyo mtu ulikuwa unatusi ukifanya maneno gani ndio watakuja kukusaidia. So inafaa hapo tuelimishane. Before uongee kitu, ujue hiyo kitu itakera mtu mwenye unaongelea ama itamfurahisha. So kura zitaisha, tutabaki kama mandugu. Let me tell you my guys, avoid vitu za kutupatupa maneno, unatusi watu. Hata sometimes unatusi baba yako hapo online na ujui.
Ama Paul, wewe unaona aje? Ndio, unajua mimi naweza ambia tu tena, naweza rudi nyuma kidogo kuambia vijana chunga ulimi yako. Manako kwa kijana mara nyingi jua tunakosea. Manake ukitusi mtu rika ya baba yako ama utusi mtu rika ya mama yako, jua ni sawa unatusi mzazi wako. Hiyo ni kitu ya kwanza. Na ukitaka kuepukana na hizi vitu, angalia, ukiona hata kama uongozi inaenda vibaya, wachana tunaye. Wenyewe ndio wanajua. Manake ukiingilia ndani, kesho ndio utakuja kufanyaje? Kuumizwa. Na ukisha kuumizwa, ama wakupiga wakuumize, ama aidha uweze kufariki. Au utapata ile nafasi tena ya kusema utafanyaje, utaishi dunia, sitakuwa umeshafariki umeenda. Yes. Na umeshawacha ukiongozi mwenye already ulishakumtuzi. Sasa ndio mimi nasema ukiwa kijana, angalia unafanya kitu gani. Jipende na upende wazazi wako na upende kila mtu. Wacha kuwa na chuki katika kwenye roho yako. But ukikuwa hivyo, ukikuwa free na watu, hapo utasaidika. Lakini ukikosa kuwa free na watu, maisha yako itakuwa ni ngumu sana. Paul, do you allow people shouting one time or two time? Unakubali hao vijana wapige kelele wakisema one time or two time? Ama kura yao iwe siri yao? Kura yao inafaa ikuwe siri yao, kwa sababu hiyo one time na two time hiyo, umejua kila mtu anakuanga na hiki kitu inajiita kiki. Umejua kiki ni hali ya kufutia wafazi. Tuseme kama mimi nikisema one time, niko nafutia wafazi fulani. Unaona? Na wewe ukisema two time, pia unafutia wafazi fulani. Sasa hiyo inakuwa kitu kama kiki tu, lakini ukitaka vizuri, hakuna haja ufanyaje? Hakuna haja useme one time ama two time. Wewe tulia. Kura yako yenyewe ndiyo itakusaidia, na kura yako yenyewe ndiyo itakuchakulia mtu mwenye already utapenda, ama kura yako ndiyo itakuweka position yenye ambayo utakuwa unahitaji. Hivyo ndio inaweza kuwa ni sawa. Well said. I am sure umesikia kitu Paul amesema. Acha kura yako iwe siri yako. Usiwe kutupa maneno online, sijui one time, two times, sijui nini unatusi, hata sometimes unatusi babako. One day nilikuwa nafuatilia mambo hapo online, Paul. Yes. Nikaona mbonge fulani akasema usitusi watu online. By the way, huyo jamaa ako na respect. Once alisema vijana msikuwe na msifuate siasa za online. Kwa maana online kuna bloggers. Ni blogger kazi yake amelipwa. Na blogger pia usikubali tu kutumiwa kazi yako, utoelewa dingine ukuje uingie wadia wengine waanze kupost, kuandika na kupost vitu zenye hazifai. Umejua kitu yenye mimi nimeshakuja kukundua katika hii maisha. Sisi vijana huwa tunatanganyika kwa njia kidogo sana. Sasa hii aso mimi naweza kuwa niko tu sawa hiyo, si ndio? Lakini mtu akuje tu kunionga kwa pesa kidogo, na alafu ananilia kitu kama pombe, anaweza nipatie kitu kama bangi, kama natumianga bangi, kitu kama pombe natumianga. Yani huwa ninachemka, ninasahau ni kitu gani inafaa nifanye. Unaona ndio maisha, shida yenye inatokea pale. Sisi nikakumbuka nikiharibu leo, kesho nitakulia upande gani? Yani nila tu nikipata pesa kidogo, na huwa ninafanyaje? Ninachemka na nasahau kitu yenye naweza fanya. Hiyo ndio shida yenye vijana wengi sasa wanafanya. Lakini kama ingekuwa ni vizuri, kijana wewe mwenyewe kura yako ikusaidie uchague kiongozi yenye wewe mwenyewe unataka. Maana yake wewe ukitaka kiongozi fulani, leo upige hesabu useme, ama upige kelele useme one time. Hiyo one time mwenye unapiga kelele ukisema, hiyo kelele haitamtoa uongozini, si ndio? Na wewe ukisema two time, hiyo two time itamuongezea hiyo kura. Kitu yenye inamsaidia ama itakusaidia wewe kama kijana, ukisema two time inafaa unyamaze, kura yako yenyewe itakuamulia kitu yenye inafaa ufanye. Lakini utasema leo two time ama one time na unajua itakusaidia. Alafu uko kama kijana, nilishasema mara nyingi, heshimu mzazi wa mtu. Kwa sababu au watu wote wenye wako dunia, au wote ni wazazi. Already na ukipata mtu riga kijana ama tu size yangu, jua mimi ni ndugu yako already. Na heshima siku hizi iliharibika. Ukienda kuangalia heshima siku hizi kasi iliharibika. Mtu hawezi kuheshimu kama ndugu yake, na mtu hawezi kuheshimu kama dada yake. Hata wewe kama ni mama yako, yani huwezi heshimu mtu yote, heshima iliharibika. Lakini naambia vijana, tukae kwa upole, tunyenyekee kama vijana. Maisha yako itakuwa mzuri kuliko vile sahihi ambavyo unafanya. Hivyo tu ndio mimi naweza ambia kijana, yani uweze kufanyaje? Change akili. Kama unajua ulikuwa na akili tofauti, change akili yako kwa akili mzuri. But hapo ndio nafikiria unaweza saidika. Lakini ukiendelea na mambo yenye unaendelea nayo, utasikwa na watu watakusahau na utapata usaidizi yote, na hivyo itakuwa imeisha. Paul, before we proceed with our live talk, can you advise my youths wenye hawana ID, wenye hawana kura, waende
kwa afisi za IEBC wachukue kura before waanze kusema mambo one term, two term, sijui I don't know what. Hapo umeshasema kitu kwa sababu ukiwa kama kijana mara nyingi usipige kelele na una kitu yenye ambayo unajua itakuthibitisha hiyo kitu. Unajua hata ukienda kwa police station sasa ukishikwa watakuuliza uko na ushahidi, useme niko na ushahidi hii na hii. Sawa, leta. Na kama una ushahidi utapataje ile evidence ndio waseme nilimpata na hii kitu fulani? Si unaona inakuwa hakuna. Sasa mimi nasema tu kama ni kijana usipige kelele sana kupita kiwango. Fanya kitu yenye unajua utasaidika nayo. Kama unajua hauna kura ama una kitambulisho, nenda IEBC huko hivyo, by day utapata kura yako huko, uende upigie huko kura yako na uweze kusaidika. Na ukitaka hata kuchagua kiongozi mzuri, lazima uwe na kitambulisho, lazima uwe na kura. Hapo ndio nafikiri unaweza saidika. Lakini huwezi sema tu unataka kusaidika na una kitu yoyote. Wewe uko hivyo. Kelele yako itasaidia bwana. Hata ukifanya kitu gani, hiyo kelele yako inakuangusha tu. Hata ukijifanya unaringa, ujifanye unapiga kelele, unaenda unachoma. Na siku hizi kuna mitindo yenye naona vijana wengi wanatumia. Lazima ukienda kama ni maandamano, haifai uende kuibia mtu. Huyo mtu naye pia ni wasala anatafuta. Mbona kitu kama hizi kifanyika, unakuja unapata vijana wengi sana wanafanyaje? Wanaenda kwa group ya watu wengine. Yaani hao usiku wamelala, ametafuta pesa hajapata. Anaenda kwa group ya watu wengine na anaanza kuibia watu wengine. Je, kitu kama hiyo naweza ambia tu vijana yani wenye wajasikia ama wenye wanasikia waachana vitu kama hiyo. Ukienda maandamano, nenda kwa uzuri, nenda kwa upole. Fanya maandamano yako kimaliza. Si wewe ukienda maandamano unajua unaenda kwa sababu ya kitu gani. Usiende kwa sababu ya kuibia mtu. Enda kwa sababu ya kuchange kitu nyambo unaendea. Lakini usiende kwa sababu unaenda kuibia mtu fulani. Ukiniibia leo, kesho wewe na pia utakuwa wapi? Kwa sababu umeniibia leo umefurahia. Na kwanza kitu ya wizi haikaingi. Hiyo ndio kitu mimi nasema. Ukienda maandamano yako, nenda kwa amani, nenda kwa furaha. Toka huko kama uko sawa. Ukifanya kitu mzuri hautaumizwa. Baadaye utarudi kama uko sawa. Lakini ukifanya kitu kibaya, hapo ndio utakutana na moto, hapo utakutana umeuliwa. Wazazi wako wanaanza kusema kijana wetu amefariki. Na kitu nyinyi mwenyewe unafanya ndio kitu kibaya ndio imefanya ukaenda hapo chini. Sasa kama vijana wanasikia, tafadhali mheshimu vitu za watu wengine. Waacha mambo za kubia watu, jitume kama kijana. Mungu atakuwezeshea. Siku nyingine Mungu atakuinulia mahali penye hata huko unatarajia kama unaweza fika hapo. But Mungu anaweza kuinua uende juu na uweze kuwa sawa. Hivyo tu ndio mimi nazaambia vijana, jitume kwa kazi. Na mambo ya kuongea wachana nayo. Fanya kitu nyembamba Mungu amekutuma katika hii dunia ufanye. Na kama ni mambo ya kura, tafuta kitambulisho, nenda ichukua kura yako, pige kama umenyamaza. But kama kijana hapo ndio unafikiria utasaidika. Lakini ukipiga kelele na una kura, hauna kitambulisho, sasa hapo utasaidika aje? That's the truth. Hapo hakuna vile unaweza saidika. Yes. Lakini ukitaka kusaidika vizuri, piga kelele ukijua uko na kitambulisho, uko na kura yako. But hapo IEBC wako sasa, hata ukienda mahali popote unapata IEBC tu, bora tu ukienda mahali penye wako utawapata na watakusaidia vile unataka, kama kijana, kama msichana, kama mama. Kura yako ndio kitambulisho yako pia, na itaweza kukusaidia kwa kila kitu. Lakini kama una kitambulisho, hauna kura. Na kama yani hizo vitu zinaendana hivyo. Na ukitaka kuchange, ukitaka uongozi mwingine mzuri, uweze kuwa na kitambulisho, kuwa na kura yako, na uitulie kama kijana, nafikiria hapo utasaidika. Wenye mnahitaji kubadilisha kura yenu, I think ulikuwa vote Matisi ward, Bumula ward, South Bukusu, na saa hizi umeoleka Haso Code, kimbia Bumula. Kura inabadilishiwa Bumula. Ukienda Bumula watakubadilishia kura yako, utajisajili kama msajili wa Haso Code, then utavote kwa kiongozi ambayo utakuwa unahitaji. Vijana tusipige kelele hapa online. Hapa online tutapiga kelele, baadaye tutadai support ya watu, tutapigia kelele. So better kura ni siri yako. Let's meet next time. Thank you my guys. Thank you.